وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، معنا الحديث 27 tukiendelea na hadithi ya 27 katika kitabu chetu cha al-40 an-Nawawiyya. Hadithi hii inatufahamisha kuhusiana na wema pamoja na uovu. Hadithi hii imepokelewa na An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Rawahu Muslim wa an Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qala istafti qalbaka al-birru matma'annat ilayhi an-nafsu wa itma'anna ilayhi al-qalbu والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. حديث hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza kwamba albiru wema husnul khuluq, ni tabia nzuri. Tabia nzuri ndiyo wema, na tunakumbuka sisi katika hadithi zilizopita kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesisitiza zaidi watu kuishi kwa kuwa na kufanya tabia nzuri. Mtume anasema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, amiliana na watu, ishi na watu kwa tabia zilizo nzuri. Wema ni tabia nzuri, na hii ndiyo maana yake. Lakini wal ithmu ma haka fi nafsik, uovu au ubaya ni lile jambo ambalo haka fi nafsik, linakuumiza na kukukereketa katika nafsi yako. Lakini sio hivyo tu, wakarihta ayatali alayhi nas, na ukawa unachukia watu wasilione jambo hilo. Hii ndiyo taarifu. Na neno wema kinyume chake ni ubaya. Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza hilo katika Qur'ani kwa kusema wataawanu 'ala albirri wattaqwa wala taawanu 'ala alithmi wal'udwan. Maana saidianeni katika wema na uchamungu na msisaidiane katika ubaya pamoja na uadui. Kwa hiyo tukaelezwa kwamba wema ni katika mambo yanayopendeza na ni khairi, lakini uovu ni katika mambo madhmuma yasiyopendeza na yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza katika hadithi kwamba wema siku zote unajieleza, ni tabia nzuri, lakini uovu ni lile jambo ambalo katika nafsi yako unahisi kwamba hili si zuri na unaogopa watu wasilione. Huu ndio ubaya. Lakini katika riwaya ya Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah, anasema nilimwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja. Faqala, Mtume yeye akaanza kusema jita tas'al 'anil birri wal ithmi, wewe umekuja unaulizia kuhusiana na wema na uovu vile vile. Na hii ni katika mambo maalumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakati amekuja sahaba huyu hakujieleza wala hakuuliza sali, lakini Mtume alikuwa amefahamu ni kitu gani ambacho kimemfanya aje sahaba wake. Na hili unaweza ukasema kwamba mbona Mtume sallam la ya'lamu al-ghaiba, hajui ghaibu, lakini hapa inaonyesha kwamba ametabiri jambo la ghaibu. Ni kweli Mtume sallallahu alayhi wasallam hafahamu mambo ya ghaibu, na Allah amethibitisha kwa kusema qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, hakuna yoyote anayejua ghaibu mbinguni na ardhini isipokuwa Allah. Lakini Allah pia amethibitisha katika Qur'ani kwamba alimul ghaib, yeye ndo mjuzi wa ghaibu. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, hadhihirishi ghaibu, mambo ya siri kwa yoyote. Lakini Allah akasema illa man irtadha min rasul, isipokuwa kwa yule ambaye atakayemridhia Allah katika mitume wake, basi anampa na kumfungulia. Miongoni mwa mambo ambayo mtume alifahamishwa ni hili ambalo tunaliona hapa. Amefahamu kwa kule kuja tu sahaba wake kwamba anakusudia kitu fulani, anakusudia kumueleza jambo fulani, amefahamu yale makusudio yake kwa ujumla. Kwa hiyo alipoambiwa kwamba umekuja unaulizia kuhusiana na wema na uovu, qultu, anasema Wabisah ibn Ma'bad, naam, ndiyo ya Rasulullah. Qala, Mtume akamwambia istafti qalbaka, upekue moyo wako, hebu uangalie moyo wako. Albirru, wema, matma'annat ilayhi an-nafs, ni jambo ambalo nafsi yako inatulizana, inakuwa baridi pindi unapolifanya. Lakini watma'anna ilayhi alqalbu, na moyo wako unakuwa unatulizana, unapata amani pindi unapolifanya. Huo ndio wema. Wal ithmu, na jambo baya, madhambi, ma haka fi nafsi, ni lile jambo ambalo linakereketa katika nafsi, lakini wataraddada fi sadr, na linajirejea katika kifua kwamba hili likoje, unakuwa na wasiwasi katika kulifanya hili jambo. Wa in aftaka an-nas, na madamu ushajua kwamba ni baya, hata watu wakupe fatwa, pengine jambo
ni jema ambalo unahisi kwamba hili ni jema, na jingine unahisi hili ni baya, lakini baya unataka ulitafutie njia, watu wakakupa fatwa waaftauka, na wakakupa fatwa watu, basi siku zote watakiwa uiangalie nafsi yako kutokana na lile ambalo unaolifanya, hata kama watu watakupa fatwa mbalimbali, kufahamu kwamba al-ithmu ma haka fi nafsika. Na ala al-muslim, muislamu, an yattakhidha hadha manhaja hayatihi wa mizanan yasiru alayhi, aifanye hili jambo ni mfumo wa maisha yake, maana ni nahji, ni njia ambayo anatakiwa aitumie na iwe ni mizani katika maisha yake hii hadithi. Kwa sababu hivi sasa maneno yanayosikika ni mengi, yanazungumzwa, fatawa ni nyingi, na watu la yakhafuna ala alqawli bighairi ilmin ala Allah, watu wanamzulia Allah, wanasema maneno pasi na ilmu hivi sasa. Kwa hiyo muislamu lazima awe makini. Fahadha alhadith yanfa'u naf'an 'azima, hadithi hii ina manufaa makubwa sana fi mithli hadha alwaqt, hasa katika kipindi hiki. Wa huwa nafi'un fi kulli waqt, na hadithi hii ina manufaa kila wakati, sio sasa tu, na katika maisha yako yote ina manufaa hadithi hii. Lakini kullama ishtaddat alhajatu ilayhi kana naf'uhu a'zam, kila haja inapokuwa inahitajika zaidi, maana hivi sasa zama zimekuwa za fitna imedhihiri mno. Kwa hiyo hadithi hii ina haja kubwa hivi sasa kufanywa kazi na Waislamu, na mtu afahamu kwamba ma yasma almuslim min alaqwali walfatawa yumayizu bainaha bimizani nafsihi. Mtu anaposikia fatawa, anaposikia maneno, awe kimizani ya kupambanua zile fatawa yeye na nafsi yake vile vile. Wama tatmainu ilayhi wama tanfiru minhu, kuna mambo ambayo nafsi yake inatulizana na kuna mambo ambayo nafsi yake haikubali bila shaka. Lakini hivi sasa utakuta watu wanatanguliza matamanio yao, utakuta mtu analifanya lile jambo ambalo anahisi hili ni la sawa kwenye nafsi yake, ilhali anafahamu kwamba hili ni katika mushtabihat, ni jambo ambalo linatatiza, kwa sababu alhalalu bayin, halali iko wazi, wal haramu bayin, na haramu iko wazi. Lakini bainahuma umurun mushtabihat, baina halal na haramu kuna mambo ambayo yanatatiza katikati yake. Lakini Mtume anasema la ya'lamuhunna kathirun minan nas, watu wengi hawayafahamu mambo haya haramu yanayotatiza, lakini wengi wanayafahamu. Kwa hiyo mtu unapopata na jambo ambalo unahisi kwamba hili ni mushtabih, linatatiza, basi liangalie katika mizani vizuri. Kama ni la halali ulifanye, lakini kama ni la haramu uachane nalo. Lakini unatakiwa pia uangalie mizani ya nafsi yako pia. Kuna mtu anahisi ya samina fanya jambo fulani, anahisi kwamba hili jambo ninaloshikamana nalo ni jambo la haramu, lakini kwa kuwa watu wanalifanya na yeye analifanya, na anahisi kwamba hili jambo linamkereketa katika nafsi yake. Ndugu yangu katika imani, la tattabi' alhawa, usifuate matamanio ya nafsi yako, tabi'i alhaqa, ifuate haki, kwa sababu alhaqu dhalatul mu'min, haki ndiyo kitu kilichompotea mu'min, aina ma wajadaha akhadhaha, popote atakapoikuta mtu haki au kitu kilichompotea na kichukua. Muislamu atakiwa katika hali hiyo. Hadithi mbili zimekusanywa sehemu moja, zote zinahimiza na zinaelezea kuhusiana na wema pamoja na uovu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa bihadha naktafi, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa kanzun la takhafu alayhi lissan khafiful hamli yujadu haythu kunta.